hospitalini kuna hekima ya madaktari. Kuna hekima ya nini? Ya madaktari. Unaweza kaenda na maumivu ya kichwa, ukamwambia daktari ninaumwa. Akakwambia hamna shida. Sawa. Kwa tatizo hili chukua dozi hii katumie nyumbani. Tatizo lile lile unaweza kaenda tena akakwambia dozi hapa lakini mpeni kitanda. Araswe. Sawa. Na ukitoka unapona. Kaa walau siku moja. Alafu jioni ufanya nini? Uondoke. Ukikaa kwenye yule muda hospitalini kwenye kile kitanda chao mpaka unaondoka, utakuwa unajisikia nafuu au umepona kabisa. Kuna mwingine wanamkalisha wiki, mwingine mwezi, mwingine mwaka. Yupo anapambana naye mpaka afanye nini? Apone, kwa sababu alienda kupona. Sawa? Hiyo ni hekima ya nini? Ya madaktari. Vipi kuhusu hekima ya wewe nyumbani mwa Mungu? Sawa? Unaweza ukaingia nyumbani mwa Mungu na changamoto ambayo inahitaji masaa kadhaa. Wewe umezoea ibada za saa 12 mpaka saa 1 unaondoka. Kumbe tatizo lako lilitaka ushinde nyumbani mwa Mungu siku nzima ili liyeuke. Si umeelewa? Tukiwa na ibada za pamoja unasema tunachelewa kutoka. Una tatizo la ukoo la miaka 2000 iliyopita. Alafu tukifika hapa unatuambia tumechelewa. Siwezi nikaenda tena kwenye ibada ya pamoja. Kwa nini? Wanachelewa kuturuhusu. Wewe rafiki yangu. Daktari akikwambia na kulaza, hautoroki, unabaki mpaka akuruhusu. Kwa Mungu mchungaji unamwona kama hajui kufuata utaratibu. Warokole hawafuati utaratibu. Kwa nini? Wanatuchelewesha. Una matatizo chungu nzima. Unataka uwai wapi yakakushughulikia vizuri nyumbani. Si unaelewa sasa? Unaipata hiyo Kwa hiyo hekima ya madaktari ya kuraza watu wameitoa kanisani. Sawa? Biblia inasemaje? Inasema hivi, tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana na wenye nguvu ndio wanaouteka. Watu wengi wanaweza wakaponywa na hospitali kuliko makanisa. Kwa nini? Kanisani hawana muda wa kukaa. Hospitalini wana muda wa kukaa. Wanafanya nini? Lazima wapone. Lazima wafanye nini? Kwa kama una mawazo ya utawahi kutoka hapa, chagua uondoke na mapepo ya familia na ukoo yakakushughulikia nyumbani, au baki mpaka tumalizane nayo. Haya, ulimwambia mtu saa 6 tunaondoka, saa 6 ndio tunaanza.